waliondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Receive that anointing in the name of Jesus. Likatala basakaya. My Father, my God, inua mikono yako juu. I speak in the name of Jesus. My Father, healing, healing, healing in Jesus' name. Go back. Hallelujah. Wewe mama kuja hapa. Wewe kuna mtoto. Rani hii akuje. Rimba saka taraba. Pea mtu mtoto. Likataraba sakaya. Inua mikono yako juu kwa jina la Yesu. Come closer to the altar. Touch. 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 I speak. Touch. I speak it in the name of Jesus. My Father, ingia pale, tengeneza hiyo maneno. In Jesus' name, go back. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the living Lord. Just come here. Na mikono yako. Rima kataraba sakaya. Riba dadada sakataraba. Ribeketerebe sikia. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema ya Yesu ikatembee. Naachilia neema ya Yesu Kristo ikatembee. Neema ya Yesu ikatembee. Neema ya Yesu ikatembee. Kuna mtu ambaye amefungiwa gereza. Shetani amekukamata na kufunga katika gereza. Leo hii ninasimama kwa jina la Yesu. Ninatingiza ile nyororo. Ninatingiza ile nyororo. Ninatingiza nyororo. Ninatingiza nyororo. Ninatingiza nyororo. Nakatakata. 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 Hiyo minyororo. Minyororo ya magonjwa. Minyororo ya kifo. Minyororo ya hatari. Ninakata leo. Ninakata leo. Minyororo ya kuweka. Minyororo ya kienda. Ninakata leo. Nakata leo. Nakata leo. Kwa jina la Yesu. Father, speak healing. In the mighty name of Jesus. Naachilia upako wako Mungu wa Israeli. Kutana na maisha yake. Kutana na maisha yake. Kutana na maisha yake. Kutana na maisha yake. In the mighty name of Jesus. Wewe si wa kungojeka tena. Si wa kuhangaika tena. Si wa kuhangaishwa tena. Katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi ya kula. Lima sakaya. Wakati ambapo Musa anapewa wana wa Israeli, anaambiwa ya kwamba utafuka tu ng'ambo hile na wao. Akaenda kuangalia nyuma, aliona nini? Aliona nini nyuma? Jeshi, si ndio? Haya, alipoangalia mbele, aliona nini? Maji. Aliona maji. Bahari. Akafanya aje? Akalia. Alifanya namna gani? Akaongea na Mungu. Akafanya? Akamwishia Mungu. Walipita ama hawakupita? Walipita. Wakati ambapo uko na neema ya Yesu, basi Mungu amekupea uwezo wa kufanya kila ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Watu watasimama na kukupiga vita, lakini Yesu atasimama na wewe. Haijalishi wamekupiga vita namna gani, haijalishi familia yako imekutenga, lakini kwa jina la Yesu Kristo, wakati ambapo uko na neema ya Bwana, umepewa uwezo na mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wamelaaniwa ya kwamba hawatafanikiwa. Kuna watu wamelaaniwa ya kwamba
maisha yao ni kuteseka, lakini tunabadilisha ajenda. Tunabadilisha ajenda. Tunabadilisha ajenda. Maisha yako itabadilika. Maisha yako itakuwa sawa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Misiba ya Goliathi itaanguka. Maote ya Goliathi itaanguka. Israeli ya Goliathi itaanguka. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Mtu akiendesha gari anapewa license ya kuendesha gari. Mwalimu kwenye shule akienda kufundisha lazima apewe kitu inaitwa TSN number, yani license ya kumfanya afanye nini? Afundishe. Oh my God. Na mimi na Pastor Mayo tumepewa nini? License ya kuangusha nguvu za wachawi. Tumepewa license ya kuangusha kisirani yako. Tumepewa license ya kupata wewe kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Have your seat in the name of Jesus. I want somebody to run from the book of Nehemiah 4 verse number 1. You read from me in Kiswahili language. Na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Nehemiah. Who is there? Kitabu ni cha Nehemiah. Nehemiah 4 verse number 1. Sijui kama unaelewa hiyo maneno. Nehemiah, ni nani anaweza kusimama aseme who was Nehemiah? Is somebody anaweza kutuambia ni nani Nehemiah? Who can tell us who is Nehemiah? Ni nani atuambie ni nani Nehemiah? Who can tell us? Who is Nehemiah? Wewe. Okay, speak it. Praise the Lord Jesus. Amen. Nehemiah was a prophet of God. Hallelujah. Amen. Mumesikia? Nabii wa Mungu. Nehemiah was a what? A prophet of God. Major or minor? Minor. Watoto wa shule mko wapi? Where? Stand up. Nehemiah was a major prophet or a minor prophet? Minor. Was a minor prophet. Where was the background of Nehemiah? Tupigie makofi ya kilo. Hallelujah. Mtu anisomee kitabu cha Nehemiah 4 verse number 1. Anisomee kwa Kiswahili. Nani yule amepata Biblia ya Kiswahili? Atusomea haraka haraka. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika. No, you just read where is full stop, you place a full stop. Go on. Nehemiah 4 verse 1. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nehemiah aliposikia ya kwamba ukuta wa huko kwao unaanza kujengwa, alifanya nini? Alighadhabika, akasikia vibaya katika roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sanbalati alisikia ya kwamba ni kubaya. Alisikia ya kwamba huo ukuta ulioanguka umeanza kujengwa tena. Akaanza kufeel pain. Haleluya. Sijui ni wangapi watasikia. Unajua kuna watu ambao mlikuwa mmezaliwa nyumba zinanyesha na maji kama mimi. Sijui kama ni wewe.
Wewe kama ulisaliwa kwa ghorofa ni sawa, lakini mimi nilisaliwa mahali ambapo kanyumba kanafanya nini? Kananyesha. Sasa wakati ambapo kanyumba kananyesha, unafikiria ukijenji uanze kuleta materials, unataka kujenga ghorofa, kutakuaje? Kutakuaje hapo kwenu? Tell me. Utaenda aje? Hakutakuwa na wivu. Unajua kuna watu ambao wanajua huko Nairobi uko huku unateseka. Sasa ukienda nyumbani na Lexus watasema aje? Unaabudu nani? My God. Ujue Nehemia aliposikia ukuta wa kwao umeanguka, alisikia vibaya. Akasikia vibaya. Na wakati ambapo anasikia vibaya, mbona hiyo ukuta imeanguka, na mwingine anasikia vizuri imeanguka. I want somebody to read for me asome hiyo verse number 3. Mtu asome verse number 3, wewe mwenye alisoma Kiswahili. Verse 3. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye. Akasema, yes, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Oh my God. Sikia. Sanbalati aliposikia Nehemia amekuja ameweka watu pamoja, sasa wanataka kuanza kujenga ukuta wa wapi? Wa Yerusalemu. Basi alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Tobia, ambaye alikuwa ni Mwamoni, na yeye akasupport kutoka kando ya kwamba what is this now? Hata mbweha akikuja ataangusha. Haleluya. Akiniambie umeleta materials kwenu unataka kujenga, mtu aseme huyu hana pesa, huyu hata kanyumba kenye anajenga hata paka itapanda juu iangushe. Sio ni madharau sana? Si ni madharau sana? Si ni madharau sana? Itipaka itapanda iangushe. Oh, what is this? Praise the Lord. Si ni kubaya sana? Haleluya. Na ninataka niwaambie kitu moja. Nehemia yeye aliangalia akasema, oh my God. Oh my God. Wakati unasoma kwenda chini, Nehemia alisema, oh my God, nitajenga hiyo ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kile kitu ambacho wametabiri, wamekusema vibaya ya kwamba kwa boma yenu hamtaweza, hata wao wameweka kwa kilo, wamesema ya kwamba hutaweza. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu, wewe utaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kichwa bali si mkia. Amen. Bless the living Lord. Wanadhani ya kwamba maisha yetu itakuwa ya kuhangaika, lakini kwa jina la Yesu Kristo Bwana anaenda kubadilisha historia yetu. Bwana ataenda kutenda mambo makubwa. Kuna wale wanadhani ya kwamba utanunua gari, watapata sasa unanunua ndege, kwa sababu kuna anointing. Maandiko inaniambia ya kwamba katika kitabu cha John 14:13 ya kwamba ukiomba chochote kwa jina la Bwana utapata. Amen. Praise the living Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 6 inasema, at last the wall was completed to earth. It is around the entire city, for the people and had worked with Edison. Hallelujah. Sasa ukuta finally iliweza kujengwa vizuri. Ambia jirani yako ya kwamba kiwanja tunanunua, tunajenga kanisa kubwa inaitwa Word Tabernacle Church. Ambia jirani yako hivyo. Ambia jirani yako hivyo. Ambia jirani yako, mwambie atasikia. 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 Utajenga.
Tutajenga. Anasikia ama bado? Today by the promise of the Lord, watu wote wako hapa, mtaanza kukuja na magari kanisani. Watu wote waanze kutembea na magari. Ambia ya kwanza sema hivi. Gari ni yangu. Sema ya gari yako nataka kununua. Sema gari yako. Niite jina yake. Gari yako ni nataka kununua. Hata kama uko na gari, basi sema ile kubwa yenye unataka. Sasa umetosheka nini hiyo? Hai. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ninataka muanze kubehave differently. Kwa sababu 2027 kuna election. Wapigie simu marafiki yako nyumbani, watumie 1000 uambie I am coming as a governor. I am coming as a governor. Ninakuja hapo. I am coming. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watu wa maono ya juu. Sisi si mahali. Hapana. Haleluya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ungekuwa umekuwa connected na mimi ungekuwa una enjoy. Haleluya. Ungekuwa unafanya nini? Na enjoy. Walisaliwa na nini wakitembea na Lexus? Na nini? Si wifu. Msianze kusema pastor huyu amekuja hapa kuna wifu na magari za Lexus. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unataka utembee na gari gani? Gani? Haleluya. Ni wangapi wanataka kuishi nyumba ya vibanda ya mabati? Kai. Yaani hapa hii chacha hakuna mwenye anataka mabati. Kai. Haya, nani anataka kuishi maisha yake yote kwa single room? Inua. What is the problem here? Shida ni gani kwa hapa? Watu hawataki single room. Sisi si watu wa jini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kai. Pastor uko na washirika wazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tell yourself that I'm rich. Ujue kuna kitu yenye inakuanga funny. Wakati ambapo umejua Mungu, there is some things they change totally. Completely. Without waiting. Hallelujah. There's some things hata uombei. Ujue wakati ambapo umekuwa mshirika ule mwenye amejua Mungu zaidi. Kuna hata vitu yenye uombi Mungu zinajileta. Sasa anza kusema ile vitu yenye unataka ijilete. Anza kusema nataka kusikia. Amesema mke. Kai watu waongei. Nataka kusikiza ndio unataka. Kai watu wanataka manyumba kubwa. Ani mtu anataka pesa kwa wingi. Tupigie makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zote mzuri ni zetu wale ambao tumeokoka. Haleluya. Nyumba nzuri ni zetu. Hello. I think hivi karibuni watu wataanza kuhama kwenda Karen. Si ndio? Nani ameenda Karen kutembea tu bure? Bure tu. Ndio mkono nione. Usidanganye. Umeitembea Karen? Karen ni hapa. Ujue mimi ni mshamba nimetoka Kisisi tu Karen. Nani ameenda Karen? Kutembea tu. Okay, simama. Nini uliona Karen tofauti? Waambie kwa ndogo. Karen kuna nyumba za kifahari, kuna nyumba za ghorofa, barabara ziko smart. Hata mimi nataka kukaa huko. Ndio mambo mazuri. Amen. Nataka mtu mmoja mwenye ameenda Kibira. Kibira. Toi market. Haya simama. Tuambie juu ya Kibira, waambie. Nina Kibira huko. Nataka kutafuta manguo tuone iko aje.
Ila tunapata mazuri. Eh. Na tunaona watu wako huko tu kawaida ya sura. Okay. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata yeye mpigie makofi. Praise the Lord. Sasa kati ya Kibira na Karen unataka kuishi wapi? Karen. Amtaki Kibira? Hapana. Okay, ni wangapi wanataka kuenda kuishi Kisii? Okay, nani anaenda Kisii? Nani anataka kuishi Kisii? Wamekataa kwetu. Nani anataka kwetu? Anataka kuishi na Oh my God. Watu wanataka kukuja kukula matoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ambapo umebarikiwa, umemjua Yesu, you are very expensive. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni wa dhamana Kubwa. kubwa sana. Amen. Praise the living Lord.